Wewe nani anatoka nje? Hata tutafuta mahali ambapo mtatoshea. Bado tu mnanyaje. Ona tu kanzu nzuri vitambaza mamisis ndio zinaenda nje. Watu wazuri wapige makofi mazuri sana. Wapige makofi wanapotoka nje. Pigia makofi mazuri sana. Ona tu wale wenye wako nje ni viongozi tu. Bali ni viongozi tena haya. Ona tena huyu ameongeza. Ni mama Assembly. Mpigie makofi. Yes. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa muda mfupi sana. Soma maandiko. Sikia. Nasoma kitabu cha Wakorintho 9, Wakorintho wa kwanza. Mstari mdogo ni wa 7. Maandiko inasema, ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Ni nani apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Au ni nani achungaye asiyekunywa katika maziwa ya kundi? Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo alizungumza maneno haya. Mama Assembly ungekaa pale, hii nafasi haina mtu. Wachana na hao, kaa hapa. Yakana baba. Bali banyaka tsali bukaniri. Yakana ya. Pigia makofi sana wakiwa nje. Pigia makofi mazuri sana. Kuma Mama Assembly, wewe ni mtetezi wa watu. The people's president. The people's power. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo akiwa gerezani. Biblia inasema ya kwamba hakujali wakati alipokuwa amefungwa. Ningependa mtu wa video utembee tu polepole ukichukua uhakikishe. Nataka nione Mama Assembly mwenye yako hapa na pastor mwenye yako hapa. Mwenye amevumilia hizi dakika 20 zenye tuko nazo. Pita tu polepole na mwana hivi nitazunguka nitaona. Paulo akiwa gerezani aelezea wale watu ambao walioko ndani ya makanisa walijiita majina mazuri kama Wakristo. Akawaambia kwamba nahitaji nielewe ndani mwenu, je, ni askari gani aendaye vitani kwa wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Sema ina. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanatamani kuandikwa na jeshi? Wangapi wanatamani kuandikwa na Kenya Police? Uliza Mungu, lakini wakati nasema hiyo mikono hautaki. Na amna Mungu. Chifu akinaomba tu nafasi. Maana Paulo anasema vizuri ya kwamba hakuna askari yoyote na kwa wote ule wakati anapoondoka kwenda vitani anaenda kwa gharama zake. Nani aliye hapa na kwa ndugu yake ama dada yake hapo katika Kenya Police hapo kwa GSU or whichever way? Moja tu. Asante. Wacha nitoe mfano kwa mama. Nataka nijue mami, tangia yule mtoto alipoingia katika GSU ama Kenya Police anayeitisha fedha zote? Hajawahi itisha. Kwa sababu gani? Si anapewa kila mpangilio. Ina maana ya kwamba wale wote ambao wako kwenye kampeni wachungaji lazima wapatiwe gharama. Sema amen. Yeyote yule ambaye anaenroll kuwa askari lazima apatiwe nini? Gharama. Sema amen. Hata mimi leo nimeenda kuapisha Kaya Barijo. Waliniwekea mafuta kwa gari. Mama Assembly mkuu, niliweka mafuta nini? Maana walijua kwamba lazima askari lazima ashughulikiwe, sio kweli? Au je, ninanena hayo, ni nani, ni askari gani au ni nani achungaye kundi asiye? Paulo akatoa mfano akasema kwamba au ni nani yule anayechunga kundi asinywe maziwa ya kundi? Sema imani. Ni nani yule ambaye aliyefunga ng'ombe
au anaipatia nepe grass, anakata mahindi yake kama bado iko changa, anaipatia asikunywe maziwa ya yule ng'ombe. Inua mkono juu. Nani anayefuga kuku asije akakula mayai yake? Hakuna, sio kweli? Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima wakati unapoweka, ni lazima unajue kwamba kuna kitu lazima utafanya. Lazima walishi na morini. Lazima hoi. Ile shida morini hata sikia. Lazima walishi na morini. Sauti nzuri, yipi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima unapoweka ng'ombe, unatarajia yule ng'ombe atakupatia nini? Maziwa. Shikani niona. Lazima wakati unapofuga mbuzi, lazima upokee nini? Maziwa. Kuna maziwa ya mbuzi. Mwache mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yisomiwe. Yesu yisomiwe. Naye pia mchungaji wakati anapoenda katika huduma ni lazima apate maji. Tunaona haya ni maji ambayo yanatolewa. Maji nafanya. Mimi sitatoa fedha. Bwana Yesu asifiwe. Maana yule aliyetoa alijua kwamba lazima kuna mchungaji, lazima ayapate maji. Sema imani. Alijua kwamba kuna chifu, lazima apate nini? Maji. Tuko na ibada ngapi ya mabadiliko ni kwa mwaka? Halo. Mama Sibo anasema nini? Anasema ya kwamba ninaomba maji. Pesa la maji ta. Jemulira. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na ibada ngapi? Ibada ya mama hiyo tuko na ngapi kwa mwaka? Ngapi? Ya kwanza ni mwezi gani? Ibada ya mama hiyo ya kwanza ni mwezi gani? Anasema ni mwezi wa 3. Ibada ya mama hiyo ni mwezi gani? Wa 5. Ya pili ni mwezi gani? Wa 8. Alafu ya mwisho mwezi wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Sema imani. Mungu ndiye Mungu. Yaani mtengeneze mahali pazuri na bado tunashika. Mahali pazuri na mnaifu bado mmechoka. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja. Watu wa mwanzo mpya, beba mkono juu. Mwanzo mpya. Watu wa mwanzo mpya. Watu wa mwanzo mpya. Watu wa mwanzo mpya. Sauti yangu pigia mimi makofi mazuri sana. Beba mkono juu, watu wa mwanzo mpya. Mwanzo mpya, watu wa mwanzo mpya. Wako nje. Watu wa mwanzo mpya. Hebu nione kumekuja watu ngapi? Watu wa mwanzo mpya. Watu wa mwanzo mpya niko na ngapi? Wengi wameenda. Lakini wewe umeobebea mzigo kama mama, si ndio? Unaona vile mko smart na mwisho unaenda kupuluta. Mimi niko kama mama hiyo. Watu wamechukua na nini kufanya hiyo kazi. Yule mtu mwenye amepatiwa Biblia na evangelist, tafadhali leta hapa mbele, ataichukua. Nipate ripoti mwanzo mpya. Imejaa ngapi? 2000. Thank you. Pigia mwanzo mpya makofi mzuri sana. Watu wa mwanzo mpya, beba mkono juu. Beba mkono juu, watu wa mwanzo mpya. 1 2 1 2 3 4. Yes. Watu wa 4. Watu wa 5.